Nikimsikiliza Jemedari ni kama anamtetea hivi Romain Folz kwamba anakubaliana na yeye kwamba uwanja wa Sokoine ndio umekuwa kikwazo cha yeye kupata matokeo mazuri. Lakini ukiangalia idadi kubwa hapa ya wachezaji, karibu wachezaji 9 hivi, mazingira ya kiwanja cha Sokoine wanayafahamu. Je, unakubaliana na kocha Romain Folz kwamba uwanja wa Sokoine pengine umekuwa moja kati ya kikwazo cha yeye kupata matokeo, na hizi kauli akiendelea nazo unaona mwisho wake utakuwaje? Naweza nikaungana na Romain Folz. Okay. Na naungana naye sehemu moja. Setup ya game yake yeye ndo anayo. Timu yake anataka icheze vipi. Kwa hiyo ambacho anataka watu wakicheze, huenda uwanja usupport hicho kitu kitokee. Okay. Alafu lawama zangu mimi nitakuja kuziweka kwa wachezaji ambao sio wageni na hilo eneo. Na unajua mwisho wa siku nyie hamwezi kujiamulia nini cha kucheza. Mwalimu anataka alichokitaka yeye ndo kionekane kwanza kabla hizo biashara zenu zingine kuanza kufanyika. Okay. Kwa hiyo kuna nyakati ndo maana kuna mtu anakuambia Pacome ameshindwa kuamua mechi. Kwa ruksa yako tu ni muongezea hapa naposema Evans. Wakati timu ya Azam inachukua kikombe, sawa? Mechi yake ya kwanza kabisa ya ligi ilicheza na Mtibwa, na matokeo yalikuwa sare ya 1-1. Mechi yake ya pili ya ligi ilicheza Tabora, sawa? Na walishinda goli 2. Tulipofika pale wakati ule kwa ni Rhino au ni Rhino, si mnaanisha sawa, nafikiri Rhino. Tulipofika pale Stuart John Hall alibadilisha namna ya uchezaji. Akawa anawaelekeza watu kwenye mazoezi namna mipira mirefu itakavyokuwa, center backs wanapiga kwenye kona kule pembezoni, yani ili tukachezee kwao, lakini pembezoni tupate kutafuta cross. Unajua, akaelekeza. Mimi walivomaliza, mimi nikawa nimezunguka kwa wachezaji, nikawauliza watu waliokuepo wakati ule, nikawauliza jamani, hebu sikilizeni, kiwanja hiki tukikukuta kwenye ndondo hiki tunakitemu kama kiwanja kibaya au kizuri? Hiki mpira unapigwa kabisa, mpira unatembea. Unanielewa? Nikamwambia sawa nangu, kocha kuna nacho kitaka, lakini sisi kuna tunacho kitaka na ambacho tunaamini tunaweza kukifanya. We ended up kuwafunga wale jamaa 2-0. Goli moja kafunga Mwikimba, goli nyingine kafunga Jokins ya Todo. Na mpira baada ya goli zile 2 ni kama tuliweka nyasi. Mbungi ilipigwa. Kwa sababu watu waliona kile kiwanja, nikawauliza tu kwamba jamani, hivi kweli kama tutakuwa tunabutua pale kwenda huku, nyinyi wote nyinyi mnacheza ndondo yote, mpaka Wakenya walokuja wanacheza ndondo Wakenya. Tukienda kwenye ndondo tukikuta kiwanja kama hiki, tutakuwa tunabutua tu tunapiga mbele walo Twitter, sio tutusikia mapanga. Hiyo nimekuelewa. Uliingia kwenye akili za wachezaji. Ndio anachokisema Evans kwamba kuna wachezaji washacheza pale mara kadhaa na kuna kitu wanakitaka. Sawa? Ndio. It's new thing kwa mwalimu, anasema kwa miaka 5 nyuma hajawahi kuona kiwanja kibovu kulikoni. Sasa wewe nikikuuliza kile cha Sokoine, wewe hujawahi kuona kiwanja kibovu kuliko cha Sokoine, utaniambia umekiwahi kukiona. Vipo mwalimu ndo kaja anasema katika maisha yake miaka 5 iliyopita hajawahi kuona kiwanja kibovu kama kile. Na haukuwepo kwamba tuelewane, lakini ya mambo ujue. Na unajua anatoka South Africa. Tuelewane vizuri. Kwa ningine hajapita. Gine hajapita huko. Akukaa mtu. Tuelewane vizuri. Botswana haya bwana. Mimi namwacha bwana. Sawa, asante. Endelea. Kwa hiyo ukiangalia hizo scenario mbili, kuna upande mmoja unamuelewa mwalimu. Upande mwingine ilikuwa ni jukumu sasa la wachezaji kuona kile ambacho mwalimu anataka kionekane tayari kimeshindikana. Sisi ambao tayari tuna experience ya kucheza hapa, tunatakiwa kufanya kitu gani? Na ndio maana jana ulikuwa ukimwangalia Andambwile, huenda ndo mchezaji alikuwa amerelax kuliko wachezaji wengine, kwa sababu anajua mazingira ya kiwanja, hana haraka. Yani kuna vitu anafanya mpaka unajiuliza huu uthubutu anaupata wapi? Kuna nyakati there you are, kwa sababu wale amecheza muda mrefu. Yani yeye anajua ni nini anatakiwa kufanya. Ila ukiangalia wachezaji wengine, kuna muda mtu ana mpira, yani anataka kudrive, anajua kabisa mazingira ya uwanja haniruhusu mimi kufanya hichi kitu, analazimisha mpira umemgonga kwenye magoti, umeondoka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo naamini wachezaji wenyewe pia walikuwa wanamfikiria. Miaka iliyopita Simba waliwahi kumsajili Primus Kasonso. Sababu kubwa ya kumsajili Primus Kasonso ilikuwa ni kucheza kwenye viwanja kama no. Kwanza hiyo timu hiyo ya kina Primus mimi simecheza nao. Nyie mkitoka huko mnasema kile kiwanja kibovu, mnakasirika kwenda pale. Mzee wenyewe Prison
ngoma inatembea pale na mnachukua 3 watu wanaondoka. Ngoma inatembea vizuri kabisa. Asante Jessica, nataka tuhamie kidogo tuangalie matukio ambayo yamejiri katika mchezo huu, ambayo mengine ya kufurahisha, ambayo sio ya kufurahisha, lakini pia tuangalie pia maamuzi ya waamuzi katika mchezo wa jana. Karibu. Okay, sawa. Moja kwa moja hapa tuende kwenye tukio ambalo lina trend hususan kwenye mitandao ya kijamii, tukio la Ibrahim Baka ambalo lilionekana amefanya kitendo kisichokuwa cha kiungwana na mwamuzi hakuweza kungamua hilo, maisha mengine yakaendelea. Ashraf JR, umeliona lile tukio namna ambavyo limeanza kutendeka mpaka ambavyo limemalizika. Huenda mwamuzi Omar Mdoe hakuwa katika eneo la kuona, lakini vipi kwa msaidizi wake ambaye alikuwa upande ule ule ambao alikuwa na uwezo wa kushuhudia kile ambacho kimetokea? Kwanza kwa kile ambacho umekiona, ilistahili kuwa red card? Yeah, ilistahili kuwa red card. Haya, tuendelee. Ni unajua hiyo issue ni issue ya mwamuzi, ndo alitakiwa kuona pale. Unaelewa, kwa sababu Kibendera kazi yake kubwa kwanza ya namba 1 ni kuhakikisha kwamba anaangalia nani kazidi kwenye ule upande. Unaelewa? Yeye unajua huyu referee ndo anazunguka uwanjani anakimbia. Yeye ndo anakimbia kwenye pitch yote. Kwa hiyo kwenye eneo ambalo tukio lilitendeka, yeye alitakiwa kuwepo pale na kuweza kuona kilichotokea. Mimi nimeshangaa kwa mchezaji mkubwa kama Baka. Of course yule mchezaji wa Mbeya City alianza kwa kumkanyaga, lakini ile reaction yake ilikuwa ni mbaya kwa sababu alikusudia aliinua kabisa kile kiatu kwa ajili ya kumchapa. Mwamuzi akuona, lakini kwangu mimi ilistahili kuwa red card. Okay, simple ya. Sawa. Imedari hivi sasa tupo raundi ya 3, kuna timu zimecheza raundi ya 3, nyingine raundi ya 2, na tuangalie kidogo eneo la waamuzi. Kwa jicho lako unaweza kulizungumzia vipi? Nimepita huko nikipata maoni ni kama waamuzi wameanza vizuri hivi na wanapongezwa. Honestly speaking. Naam. Kusema ukweli kabisa, nimeona game nyingi. Naam. Waamuzi wanajitahidi sana mno. Ni matukio machache mno unaweza kusema kwamba tukio lile pale lingeweza kuwa hili. Na hapo ndipo walau unapopata maana ya kusema kwamba ni binadamu naye amekosea. Au kauli ya Rais Karia alisema atafuta kazi msimu watu watakokwenda, ndivyo sivyo? Yeah, of course, lakini pia kuna kamati mpya, kuna mwenyekiti mpya Sodabdi, mwenyekiti wa waamuzi sio yule, katibu anarudi Mzee Ndagala kwenye ile kamati, kuna wajumbe wapya. Sio mimi niwapongeze, kusema kweli waamuzi wao wameanza vizuri, wamechezesha kwa kiwango kizuri. Yes, Yana Mdoe position wise alikuwa yuko sawa tu. Yani sijui nini kimemfanya, na yeye ni binadamu, tumpe hiyo hali ya kwamba kibinadamu anaweza akuona sawa au kuna kitu chochote. Ni kitu cha dakika 0. Jambo lile lilipaswa kuadhibiwa na kuonwa, kwa sababu alikuwa mbali ukiangalia ile position alipokuwa. Na ile tukio linapotokea, kwa sababu kitu kingine ambacho kingemshawishi ni kwamba yeye kama mwamuzi anaangalia direction ya mpira na movement za watu. Ule mpira Baka alikuwa amekwenda kucheza juu, alafu kwa umedondokea kule anakokwenda kucheza tena. Sawa, reaction yake baada ya kuugusa ule mpira kwa mara ya mwisho, mwamuzi alipaswa kuiona, sio? Kwa sababu alirusha kama teke la punda hivi ambalo alikuwa na mpango wote. Lakini to me Baka ni moja katika wachezaji wakubwa kabisa. Wachezaji naweza kumwelewa kwamba kuna wakati unapata pressure. Kwa sababu unajua mnatafuta kufunga, timu yenyewe inakaa nyuma, kiwanja kibovu, vitu ni vingi. Mnatafuta mnawalazimisha sasa, halafu inatokea mtu Baka kugonga umo. Reaction ile unaweza kuielewa, lakini hapo ndio inapotofautisha mchezaji mkubwa au mchezaji mzoefu na mchezaji mdogo au mchezaji ambaye ni mchanga. Wakati unapovumilia hizi pressure zote hizi na bado ukafanya vitu kwa kufuata weledi. Okay. Katika class level ya Baka, that was too low. Sio level yake kabisa. Okay, sawa. Alikamwe anasemaje baada ya kauli za mashabiki? Huyu hapa. Mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Young Africans bado upo kwenye mchakato wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi tunataka kwenda, na kila mtu atafanya pati yake. Mashabiki wanafanya pati yao, uongozi unafanya pati yake, wachezaji wanafanya pati yao, na benchi wanafanya pati yake. Kila mtu ana pati